Karibu mpenzi mtazamaji katika mwongozo wetu, somo letu la mwongozo wa kujifunza Biblia. Tupo kwenye somo la kwanza la huu mwongozo wenye kichwa kinasema Kutoka. Na tumeshajifunza sasa, tupo kwenye siku ya Alhamisi katika hili somo la kwanza, ambalo somo hili lina kichwa kinachosema mabadiliko ya mpango. Mabadiliko ya mpango. Basi kabla hatujajua mabadiliko hayo ni yapi, kaka Matimu tupatie ombi. Tuombe. Asante Mungu tupae uzima. Baba, tunakukaribisha tena wakati huu sisi pamoja na mtazamaji. Tunaomba utupe hekima na maarifa itokayo juu mbinguni. Tusaidie kufasiri kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Amina. Mabadiliko ya mipango. Katika siku ya Jumatano tumeona jinsi gani ambavyo Musa aliweza kuokoka, hakunyongwa, hakutupwa kwenye mto, hakufa, lakini alichukuliwa na mtoto wa Farao, akalelewa, akatunzwa na mama yake mpaka kwa wakati fulani akaendelea kufundishwa kama Farao katika hayo maandalizi. Tunaona sasa hapa tunamkuta ni mtu mzima sasa, ameshajifunza, yani yuko tayari kuweza kuwa Farao au kufanya madaraka ya namna hiyo, akiwa na ujuzi na pia na ujuzi na ujuzi wote ambao unahitajika katika hiyo sekta. Sasa leo tutakuwa katika Kutoka 2 mstari wa 11 hadi 25. Je, ni vitu gani ambavyo tutakuwa tukiviona katika mabadiliko haya? Yanaanzaje na yanaendaje? Asante. Katika mabadiliko siku ya Alhamisi, mabadiliko ya mipango. Kiuhalisia kama mwongozaji wa kipindi hiki alivyomaliza siku iliyopita, ambapo alimaliza na swali kwamba kuna elimu zingine ambazo unajifunza kiasi gani ambacho hatimaye hakina maana. Unajifunza kiasi gani ambacho hakina maana, hatimaye hakina maana kwa kile ambacho ni muhimu sana. Unajua tunamwona Musa anamaliza miaka 12 akiwa kwa mama yake bila mtu yoyote kujua isipokuwa wao. Kwa hiyo tunajaribu kusema kwamba alipata elimu ya Kiebrania ya kumjua Mungu. Kutoka miaka 12 ukisoma hapa Kutoka 2 mstari wa 10, ndipo mama yake akamkabidhi huyo binti kwa Malkia wa Farao. Sasa kuanzia hapo mtazamaji, Malkia wa Farao na ufalme mzima ulianza kumwandaa na kumpa elimu Farao Musa, elimu ya Misri. Akufundishwa jinsi ya kuwa Farao, kuandaliwa elimu yote na ukisoma vizuri alisoma chuo kikuu cha Misri. Kwa hiyo alipata elimu ya Misri. Sasa maana yake mpango wa kipindi kilichopita ilikuwa ni kwamba awe nani? Farao. Lakini sasa tunapokuja kulisoma sasa fungu hili la Kutoka 2 mstari wa 11, anasema kuna mipango iliyosababisha kubadilika. Musa alitoka alipokuwa mtu mzima, akatoka kwenye ngome ya kifalme kwenda kuwaona ndugu zake. Imeandikwa kwenye Kutoka 2 mstari wa 11. Akaenda kuangalia, akakutana kule na watu Waebrania wawili wanapigana. Misri, Mwebrania na Misri. Akamwona Misri anampiga Mwebrania, imeandikwa hivyo, mmoja wapo wa ndugu zake. Sasa baada ya kumuona Musa alichukua hatua gani? Aliingilia kati, akawa upande wa Mwebrania na kumshambulia Misri na akapelekea kifo. Sasa ilibidi sasa akimbie, akakimbilia Midia kwa sababu mwishoni nikifupisha tu iliamuliwa kwamba auliwe. Ilitoka hati kwamba inabidi auliwe kwa sababu moja, kama mtu amemuua Misri, ina maana huyu na tunamwandaa kuwa Farao. Maana yake kwenye judgment, kama ni kwenye bunge, ni kwamba huyu mtu hayuko pamoja nasi.
basi hata sisi anaweza kutushambulia. Kwa hiyo alikimbia akaenda Midiani miaka 40 akichunga ng'ombe, akafikia kwenye familia ya Yesro na mwishoni akawa kule. Kwa hiyo kutoka kule tunaona alikutana na kichaka kinawaka moto, akasema nitageuka nione maajabu haya. Sasa mipango ikabadilika kutoka kwenye kuwa Farao na kuwa nani? Na kuja kuona ufunuo wa Mungu. Mungu akamletea tena maono, alimletea sasa maono ya kipindi ambacho aliwaapia baba zao, akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo na Isaka. Kwa hiyo akarejesha maono, akambadilishia maono ya kuwa Farao kuitwa Mungu. Sasa kuitwa nani? Awe ni mtumishi, awe ni mtumishi wa Mungu. Asante mwalimu. Asante. Kingine ambacho ninajifunza katika kipengele hiki, tunaona Musa alikuwa hajaelewa asili ya kile ambacho aliambiwa toka zamani, kwa sababu alikuwa amekwisha kuambiwa. Hata na Mungu alimtokea Musa akamueleza kwamba yeye angetakiwa atoe wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, lakini hakuwa amejua ni kwa namna gani. Yeye alidhani kwa elimu yake ya kivita ambayo alikuwa ameipata, pengine angetumia nguvu zake kuweza kuwatoa. Hata hii attempt ya kuua ni kana kwamba ni katika harakati zake za kujaribu kuonyesha kile ambacho anaweza kukifanya. Lakini yaishie hapo. Tunaona impact au tunaona namna ambavyo malezi yana nguvu. Kwa miaka 12 tu mama aliweza kuweka kitu kwa Musa, kitu ambacho tunakuja kusoma Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa miaka 12 tu akaweza kuweka imani ambayo Musa aliishi nayo hata ukubwani, na hiyo ndio ambayo hatimaye ikampelekea hata kuona kile ambacho Mungu anamuita kufanya ni kitu cha muhimu kuliko kukua kiongozi mkubwa na mfalme katika taifa la Misri. Asante. Labda mwalimu pia cha kuongezea, unajua pia mwalimu amegusia hapa, mwalimu Machibia, kwamba aliona sio vyema, lakini ukiangalia vizuri aliahidiwa vitu vingi. Aliahidiwa kuwa kwenye serikali, aliahidiwa kuwa mtu mkubwa, lakini manake aliamua kuacha. Lakini cha pili ni kazi ya mama ndani ya miaka 12. Kumbe inatosha kabisa kupindua ufalme wa shetani. Kwa hiyo mama ana kazi kubwa kwa mtoto, na hasa kwenye ufalme. Tuseme mama ana kazi kubwa kwenye ufalme, na najaribu kumfananisha pia jambo la tatu la kutumia mabavu liloongelea. Najaribu kumfikiria pia Petro alikata sikio mtu akijua kwa uwezo wetu. Unajua tumejaribu kutumia nguvu zetu sana kushinda vitu, badala ya kutumia nini? Badala ya kutumia Mungu, badala ya kupiga magoti kwa Mungu. Kwa hiyo inatuflect kama ulivyosema kwamba inabidi tuwe chini ya nguvu zake, tutegemee nguvu zake tu, kwamba ndizo zitakazoshinda sana. Asante. Mabadiliko tunaona anapitia mlolongo kidogo ambao ni mrefu. Tunaona kwanza alikuwa amelelewa na mamake. Tunaona kuna kama tumaini cha kuwa Mwebrania. Lakini tena tunaona anakuja analelewa kama Farao. Huenda atakuwa Farao. Alafu baadaye sasa anakimbia ni vyote sasa, kawaacha Wayahudi huku, kawaacha wa Farao kule, ameenda mahali ambapo ni hamna anayemjua, hamna anayemdai kwamba sijui unatakiwa nani au nani. Tunaona ni mabadiliko makubwa sana ambayo tunaona alichukua miaka 40. Yaani ile miaka 120 aliyoishi ambayo tunaona kwenye kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 7, kumbe aligawanyika katika hiyo miaka 40 na 40. Ni muda mrefu sana hapa tunaona ambao ilibidi upite. Lakini sasa hapa kuna swali ambalo linaulizwa mwishoni kwamba kwenye Warumi 8:28 kuna fungu hapo ambalo linatupa swali kwamba sasa yule jinsi Musa alivyoamua kumpiga yule Misri,
Je, ilikuwa ni mpango wa Mungu katika hivyo vinavyoendelea? Labda utatusomea tu hilo fungu, ni kuachie na hilo swali mpenzi mtazamaji. Warumi 8 mstari wa 28. Mstari wa 28 nitasoma ndugu mtazamaji. Inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ndio iko hivyo. Basi ni kuache na hilo swali mpenzi mtazamaji. Huwa tunafanya mjadala wa hizi lesoni kanisani. Kwa hiyo karibu na jibu lako siku ya Sabato, tuweze kujadili pamoja swali hili pamoja na vitu vingine ambavyo umekuwa ukiwa na maswali navyo katika somo hili. Basi tupate ombi tunapofikia mwisho. Asante Bwana kwa wakati huu na masomo haya. Bwana, umesema nasi mambo mbalimbali, tusaidie tuweze kuyaweka katika kuyatendea kazi, na pia ukatuongezea kiu ya kuendelea kusoma neno lako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina.